Good morning, good afternoon, and good evening to all our viewers. I'm your host, Fiona Henry, and I welcome you to the Quiet Steps podcast, where we get to share our personal lives and discuss about Jesus, showing you that He's the only way to get out of the worldly circle. So feel very much welcome. And today we are privileged to have a guest with us. He's a man of God. He will be sharing his personal life with us, and we'll get to learn. Maybe, sir, you can introduce yourself. Okay, thank you so much. My name is Apostle Juma David Maliani, coming from DRC Congo, and that's my country. Yeah. Okay, he's from DRC Congo, and tutakuwa tunamuuliza maswali ndo tuweze kujua venye ametembea na Kristo and how the journey has been, and he will share a lot, so just sit down, relax and enjoy and get to learn more about Christ. Maybe nitakuuliza swali la kwanza ni ukikuwa how was it relationship yako na Kristo ilikuwa aje? Mimi relationship yangu na Kristo ama mahusiano yangu mimi na Kristo ilikuwa ni ya kwamba mimi nimelelewa nikiwa maisha ya Ukristo. Yani kwetu mimi tulikuwa na chumba cha maombi, kama vile kwao na John Mark walikuwa na chumba cha maombi, chumba ambacho watumishi walikuwa wanaenda kuweza kuombea pamoja. Na sasa sisi kwetu, nimezaliwa katika jamii ya Ukristo. Na kwetu mama yangu amekuwa mhudumu, amekuwa nabii ama prophetess. Na katika hiyo hali ya kukua mhuduma, mimi nimelelewa katika hiyo hali ya Ukristo. Nimetoka katika jamii ya Ukristo. Na kwetu vile vile nimekuwa katika hiyo hali ya Ukristo tu. Yani kuzaliwa, nimezaliwa katika Ukristo na nimeishi hiyo maisha. Labda unaweza tuambia kwa maisha yako ni lini ulikutana na Kristo? Mimi kukutana na Kristo inaweza kusema kwamba nimelelewa katika hiyo Ukristo, lakini kuweza kujua kabisa Kristo kabisa ni wakati ambapo nimekuwa maisha. Kwanza nimekuwa mwimbaji, na katika uimbaji nilianza aje? Nimekuwa na mzazi yangu mwanaume, my baba, na 99 hapo ndio alinihusisha kuweza kuingia katika ubatizo. Lakini kabla ya kuingia katika ubatizo, kabla ya kubatizwa, nimekuwa tu mtu ambaye ninashiriki kwa ibada kama Mkristo, Sunday school, kwenda kwa ibada kama wengine. Lakini kubatizwa kwangu ndio nilibatizwa kwenda pamoja na mzazi wangu mwanaume, akanipeleka tukaenda kubatizwa pamoja na yeye. Na baada ya kubatizwa tu nikaingia katika huduma ya uimbaji. Okay. Yeah. Unaweza tuambia kukutana kwako na Kristo kulibadilisha je mtazamo wako, mtazamo wa maisha, wa wokovu? Naam. Yeah. Kukutana na Yesu mimi ilinifanya kuweza kuelewa maisha ya Ukristo zaidi. Kuelewa maisha ya Ukristo ya kwamba kuweza kuachana na njia ambazo wengine vijana wanafanya, wanatembelea ndani mambo ya unajua katika ujana kuna mambo mengi ambao watu wanapitia zaidi katika ujana. Unaweza kujipata unaingiaga kanisani tu, lakini hauelewi mambo ya Ukristo. Uko tu unaingiaga tu kanisani, lakini hauelewi kabisa huyo Kristo. Lakini mimi imenijalia, imenisaidia sana, kwa sababu nilikuwa ninaona yale ya mambo ambayo mama yangu anafanya, yale maisha ambayo ninapitia. Nikakuwa mtu ambaye sikuishi maisha kama wengine, ile maisha ya anasa. Maisha ya anasa, sikufanikiwa kuishi hiyo maisha ya anasa. Okay, kuna kukutana na Kristo na kujua ni lini na kuita katika huduma. So unaweza tuambia ulijua lini ama ulianza kuhisi wito lini ya kwamba na kuita katika huduma? Hapo sasa kwa kujua kabisa mwito wangu nimeitwa lini, sasa nimeitwa kufanya nini katika maisha yangu ya wokovu. Ni wakati moja nilikuwa
nina mpango wangu ya kimaisha tu. Nilikuwa na mpango, plani zangu, kwa sababu nilikuwa formateur, yani ni mtu ambaye anafunza watu wazima. Nilikuwa nafunza watu wazima ambao wale hawakujaliwa kusoma. Sasa ikafika wakati moja ambapo tukiwa tunaenda na mama yangu mzazi kwa maombi, sababu nilikuwa ninaenda naye kwa maombi sana. Tunaenda naye mlimani. Na sasa tunaenda naye mlimani, ni wakati ambapo sasa mimi ninapanga mpango yangu kusema kwa namna gani ninatamani kwenda kuishi maisha South Africa. Ndio ni tamanio la maisha yangu, ilikuwa niishi South Africa. Lakini pamoja na yote, katika mpangilio niko nayo, kweli nimejiandaa vizuri, na mshahara nilikuwa napata ya kazi kwenye nilikuwa nafanya kazi, nilikuwa ninawekeza tu kusema namna gani itanisaidia katika hiyo maisha yangu na hiyo safari. Lakini sasa tukiwa naye katika mlima, tukiwa katika maombi tu, ni yeye Mungu alitumia tu, akamwambia namna gani, hautaenda South Africa. Wewe kuanzia leo Mungu anataka uanze kumtumikia, utaanza kutangaza neno lake. Nikasema ndio maisha hiyo kweli. Nikakubali tu, kwa sababu sasa kama Mungu ananichagua nimtumikie, nikakubali. Na pamoja na hiyo kusema nikakubali, na tunajua sasa hapo niko katika maisha ya uimbaji. Niko tu muimbaji tu. Lakini sasa imefika kipindi ambacho sasa naitwa sasa kwa huduma sasa kabisa ya kuwa mhubiri. Lakini pamoja na yote kupiga hesabu ya kuwa mhubiri, sikujua nitaanza kuhubiri namna gani. Sasa katika hiyo harakati nilikuwa ninatoka shule, namaliza kazi, niko katika njia tu, naanza kusikia hiyo neno linakuja ndani yangu la kuanza tu kuhubiri. Unaonaga wakati mwingine unaweza jipata kwa barabara, mtu anaanza jiongelesha peke yake, na unashindwa huyu mtu kwani kunaenda aje. Sasa mimi nikimaliza job, naanza nikirudi kwa nyumba, naanza kujiongelesha hata kwa barabara. Tunasikia niko nafundisha na ubiri. Na ilifika wakati moja ambacho Mungu alifanya tu jambo tu kwa kanisa letu, mimi muimbaji, siku moja tu napangwa nihubiri ibada ya katikati ya wiki. Na ndio gisi kazi ilianza mimi kwangu. Nina swali. Ulikuwa umri mngapi huo wakati ambapo ulijua huduma yako ni kuhubiri? Kwa hiyo wakati naweza kuwa ni miaka 24 hapo. Kwa sababu kuna changamoto kwa vijana nowadays, wanaposikia wito wa Mungu wanachanganyikiwa, ama wanaanza kusema acha kwanza wafanye anasa za dunia alafu watakuja. Unaweza waambia aje? Ndio, kuna changamoto sana wakati wa mwito. Wakati wa mwito kuna changamoto sana. Kwa sababu gani? Mtu iko na maamuzi yake, iko na choices zake zenye ya kwanza amejiamulia. Naona sasa ni kama sasa gisi malaika anakuja kuingililia mipango ya Mary na Joseph. Inakuwa sio rahisi kukubali mipango ya Mungu na uko na mipango yako. Nataka kusema kitu moja tu, ya kwamba kadiri utangangana na mwito, kukubali Mungu akutumie ama kukubali kuwa chombo cha Mungu, ndicho kadiri utakuja kuumia hapo mbele. Mungu akikuita, kubali kuitika. Sababu kuna furaha sana unapokubali kuitika. Lakini ukikataa kuitikia mwito, itakuumiza sana. Itakuumiza sana. Ndio unakuta baadhi ya watu wengi wanashuhudia namna gani, mimi kabla ya kumtumikia Mungu nilipoteza vitu fulani. Kwa sababu gani? Ulingangana. Unaona hata Musa alitaka kukufa kwa sababu gani? Ya kukataa mwito. Mwito sio jambo rahisi, sio kitu rahisi. Kwanza unaona mwili nataka ifanye shughuli zingine, mwili natamani ufanye project zako, lakini Mungu anaingilia kati. Kwa hiyo nataka kuambia ndugu zangu kama vijana, ni furaha sana kwa unaweza kubalia mwito wa Mungu. Sababu haina majuto hata kidogo. Umekuwa kwa huduma kwa miaka ngapi hivi sasa? Kwa huduma sasa ninaweza sema from 99 mpaka saizi niko na miaka 20 kadhaa, 20 na hata sijawahi kukaa nifikirie niko na miaka ngapi, sababu mimi nilianza maisha ya utotoni nikiwa katika huduma.
Naona sasa labda ikiwa labda sasa kumwito ndio tofauti. Lakini nilianza nikiwa mtu ambaye niko kwa kanisa, nimelelewa kwa kanisa, nikiwa mdogo kwa kanisa. Maisha yangu yote imekuwa ni kwa kanisa, mambo na Mungu zaidi. Kuna uko kwenye huduma sasa hivi, na kuna wewe binafsi nje ya huduma. Unaweza tuguzia kidogo wewe ni nani nje ya huduma, your personal life? Okay. Nje ya huduma mimi ninafanya pia shughuli zangu za mwili. Nje ya huduma nafanya pia shughuli zangu za mwili na zinanisaidia pia kupande kwa mwili. Lakini zaidi mawazo yangu ama akili yangu sana iko kwa huduma zaidi. Ile ni kama vile Paulo alisema wanashona hema ili tusilemee mtu. Naona ni vizuri kama mtu ambaye ameokoka ama mtu ambaye ameitwa, sio makosa kwamba unaweza kuwa na kashughuli ambazo unafanya nje na huduma, kwa sababu pia inaweza kujipata kwamba usio mzigo pia kwa maisha ya watu ambao ya Wakristo. Nafanya kitu kingine ambacho inasaidia maisha yangu ya mwili pia. Okay. Swali lingine ni unaweza tuguzia kidogo safari yako na Mungu nje ya madhabahu? Safari yangu na Mungu. Safari yangu na Mungu nje ya madhabahu, naweza kusema kwamba ya nje ya madhabahu siwezi sema zaidi sana, kwa sababu nimekaa sana muda mrefu niko madhabahu. Naona muda mrefu ya maisha yangu imekuwa sana kwa madhabahu. Naona nimelelewa sana kwa madhabahu, nimelelewa sana kwa kanisa, chumba cha maombi, kutafuta uso wa Mungu sana. Yaani nje ya madhabahu sijui kama ninaweza kuwa na history sana kwa. Naona kuna mtu ambaye anaweza sema nilifanyaga hivi nikiwa hivi nilikuwa nafanya hivi. Inakuwa sio sana kwangu. Zaidi kwangu sana ni mambo ya madhabahu zaidi na kazi ya Mungu. Kuna huduma ya hadharani na kuna huduma ya faraga, ile ya ni wewe na Mungu. Na kuna hii hadharani yenye unaenda kuhudumia watu ama kwenye kanisa. Unalinganisha hizo ibada mbili katika maisha yako? Katika maisha yangu ni ibada ambazo ziko tofauti kwa sababu unaenda kumiti watu ambao wako na issue zao tofauti. Na labda hawa watake kukusanyika pamoja na wengine. Sasa ni kama vile mtu anaweza kuita kwa nyumba yake, mtu anaweza kuita mahali kwa kazi yake, unaenda kumhudumia. Ni tofauti na gisi huku kwa kanisa. Naona inakuwa tofauti sana, kwa sababu huko ni issue zake peke yake, na labda hawezi kuzitaka kuzichangia pamoja na watu wengine katika nyumba ya Mungu. Sasa kumhudumia mtu ambaye yuko nje ya kanisa ama shughuli ziko nje ya kanisa na yiko ndani ya kanisa, inakuwa tofauti. Naona. Je, ni changamoto? Kuna changamoto yake. Ina changamoto yake kwa sababu huyu mtu haujui imani yake. Huyu mtu mnapatana naye kwa labda ni mfanyabiashara tu, ama ni mtu ambaye umeconnectiwa na mtu mwingine na haujui maisha yake ya kiroho zaidi. Sasa kitambo uanze kumhudumia, itabidi Roho Mtakatifu akusaidie kuweza kujua huyu mtu aswa ni wa namna gani. Naona. Nina swali lingine. Je, kuna kipindi kwenye maisha yako umepitia hali ambayo ilitingiza imani yako ama ikachangia kupungua kwa imani yako? Ndiyo. Ilifika hiyo. Nimekuwa, kwa sababu wakati ambapo nilipoitwa nilipewa huduma. Ni kama sasa mama yangu huduma yenyewe alikuwa nayo. Mama yangu alikuwa nabii, na sasa alikuwa nabii. Ilifika muda ambapo mimi, miaka ambayo ikafika, ni yeye anaanza kupewa unabii, alafu ananipea mimi niende kupeleka kwa kanisa fulani. Na wakati naenda kupeleka kwa kanisa fulani, unajua sasa sio mimi nimetumiwa na hiyo unabii, ni ya mtu mwingine, alafu mimi nipeleke tu kama messenger. Sasa inafika muda ambapo inakuwa challenges. Kwa sababu gani? Unaenda kufuata mahali. Kuna muda nilipata changamoto kwa sababu nilifika kuna sehemu nilienda nikajipata katika hali ambapo message ambayo nilipeleka ikakuwa ni message ambao ile kanisa ambayo nilikuwa nimefikia kwenda kupeleka ujumbe ni kanisa ambao kwanza wakaniuliza namna gani, hapa kuna mtu ambao anajuana naye. Sababu hii message unatuletea hapa
ni kweli ni yetu, lakini tunataka utuambie kwamba kweli kuna mtu ambaye anajuana naye hapa. Nikiongea hivi mara nyingine natolewa kwanza kwa hiyo mkutano, nawekwa nje, niulizwe kwanza kweli nani ambaye najuana naye hapa, sababu hawaamini mimi ninatokea mbali na nakuja kuambia mambo ambayo wao wanafanya na ni kitu ambacho kiko chini ya maji. Kitu ambacho kiko secret. Unajua kwa makanisa kuna mambo ambao watu wanafanya chini ya maji na huko wataki wengine wajue. Sasa ikakuwa ni kama kikao ya wazee, hawajaamini ni nani ameniambia hii mambo. Nimekuaje namna gani? Na kumbuka nimepata challenges pia mahali ambapo nimeenda sehemu nyingine nchi jirani, siwezi sema tu. Wakati ambapo nikifika tu nimekaribishwa jioni, na katika kufika jioni nimepewa maziwa nikakunywa, na baada ya kukunywa nililetewa chakula. Na sasa nililetewa chakula, hiyo chakula sikukula. Nimehisi ndani ya moyo wangu, nasikia roho wa Mungu kabisa ananimiza nisijaribu kukula hiyo chakula. Na wakati ambapo niliacha kukula hiyo chakula nikaenda kuimwaga asubuhi kwa choo. Nilienda kuhudumu, na sasa nimeenda kuhudumu sasa katika hiyo madhabahu. Nipemaliza kuhudumu, nikapelekwa kwenda kukula chakula cha mchana. Baada ya hapo secretary wa kanisa ananiambia namna gani, kweli hiyo maneno ambayo ulikuja kutuambia nayo ni kweli imefanyika katika hii kanisa. Bishop wa hii kanisa hawezi kuja kuhudhuria kwa sababu gani? Amepitia hiyo challenges. Ni kanisa ambao walikuwa wanapeana poison, lakini Mungu akaniokoa. Kwa hiyo ningekula hiyo ningeingia kwa majaribu. Nakumbuka pia wakati ambapo nilikuwa napanga sasa, ninajua kwamba nilikuwa najua nakuja kuhudumu Kampala. Najua nakuja ili nikuje Kenya, nilijua kama nakuja kuhudumu Kampala. Na sasa kakitaka kusema nakuja kuhudumu Kampala, sikuwa najua kama visa ya Kampala iko tofauti. Kuna ile ya wafanyabiashara na ya watu eti sasa kuna ya siku 7 na kuna ile ya miezi 3. Sasa nimefika hapo, nikafikia kwa kanisa ambayo ni ya mtumishi wa Mungu anaitwa huyu Robert Kayanja. Nikashinda hapo asubuhi mzima ikafika muda ambapo nahisi tu nisema acha nitoke. Nilipotoka nikaelekezwa kwa kanisa nyingine. Nimeenda kwa hiyo kanisa, alafu nikakaribishwa. Nikaambiwa nionyeshe kitambulisho changu. Nikaonesha hiyo barua nilikuwa nayo ya safari. Akaniambia namna gani mchungaji? Akaniambia sasa hii barua yako iko namna gani ndugu yangu? Hii wamepiga muhuri ya siku 7 tu. Wewe ni kama sasa umekuja kufanya biashara, si kwamba utahubiri. Akasema hapana, kunaenda aje? Sasa akaniambia namna gani? Sababu hatuwezi kupatia nafasi ya kuhudumu kwa hii wakati, sababu inabidi tukae na muda na wewe muda mrefu. Nikasema basi hapa kwani kunaenda aje? Huyu mhubiri akafanya namna gani? Akasema acha nikupe hii pesa uende kulala kwa hoteli kisha ufikirie baada ya hapo. Na baada ya hapo kusema nitaenda kulala kwa hoteli, mimi nikachukua hiyo pesa nikaweka kwa mfuko yangu. Nilipotoka tu kutoka tu kwa hiyo nyumba ya Mungu kwa kanisa, nikaelekea mahali, na baada nilipoelekea mahali nikaona watu kama gisi tunakuwa Nairobi. Unaona mahali ambapo watu wanaitisha watu movement ya watu wanasema namna gani? Wanasema gari watu wanakata nauli ya kwenda Nairobi. Nikasema Nairobi. Nikachukua nafasi kusema acha niingie nikatishe tiketi. Nilipokatisha tiketi nikamuuliza huyu jamaa kwenda Nairobi inahitaji namna gani, pesa ngapi? Wakaniambia ni kama $20. Nikakumbuka pesa nyingi nilikuwa nayo. Huyu jamaa amenipea already hiyo pesa inatoshea safari. Nikamuuliza visa ya Nairobi ni ngapi? Akaniambia $50. Nikakumbuka niko na $50, nikachukua hiyo. Nikasema safari nitaenda Nairobi. Kusema nitakuja Nairobi, already gari ambayo ningekuja nayo Nairobi ikakuwa ni kwamba imeenda na mimi sina habari. Na sasa sina habari, sijaelewa kunaenda aje. Baada ya hapo naona masaa yanakimbia kabisa. Akaniambia namna gani? Na mimi nikasema namna gani? Mbona masaa yameenda sana? Huyu mtu akaniambia namna gani? Fanya hivi. Gari ya mwisho ndio hiyo. Nilipoenda kwa gari, huyu mtu ananiambia namna gani? Hiyo tiketi uko nayo ni ya gari ambayo ilishagaenda tayari. Nikasema sasa hapa nimeingia kwa majaribu. Lakini huyu mtu akanikubali, nikakuja Nairobi. Na sasa nilikuja Nairobi. The first time sasa sijui ni nani ninakuja kwake. Sijui ni nani najuana, sina mwaliko ya kanisa yoyote. Unajua imekuwa changamoto kwangu. Ikakuwa changamoto nifanye namna gani? Siku ya kwanza nilala nje. Nilala nje. Na siku ya pili nikakuja tena town.
Na sasa ninakuja town sijui hata chochote naenda wapi. Lakini siku ya 3 nikapata Samaria mwema kanipeleka kwake. Nikaenda nikalala. Maisha kaanza hivi Nairobi. Umekaa Nairobi kwa muda upi? Nairobi sasa niko na miaka 13. Miaka 13. Na kweli pia nimepitia changamoto tu Nairobi. Nimepitia changamoto. Na pamoja na yote nakumbuka siku moja, acha nitatia mtu moyo saa hizi. Siku moja nikiwa ninahubiri hapa Jivanji. Sababu kuna kipindi nimeishi maisha yani budget yangu nilikuwa naishi na 30 bob. 30 bob. Nikihubiri kwa gari, ile pesa nitapata ni 30 bob. Sikukuwa inapita 30 bob. Siku moja nimejipata nimeokotea paka mtu pesa, mvua imenyesha, niko na yani sina pesa yenyewe ninaweza kulipa nauli. Lakini nimeokotea mtu pesa ngiri moja, na huyu mtu nikampea pesa yake vizuri. Huyu mtu hata kuniambia salamu, hata kuniambia si uchukue hata 100. Nikaenda hivyo kwa nyumba. Nikaenda kwa nyumba ni saa 5 kama ya usiku hapo. Challenges. Na shida sasa nakosa kwenda mapema kwa sababu gani? Hakuna pesa. Lakini nimeokotea mtu pesa. Kumbe yote ni challenges tu katika maisha ya wokovu. Na niliseme kwamba kitu moja, siku moja nikiwa ninahubiri Jivanji. Na kati ninahubiri Jivanji, nikasema kwanza acha niache kuhubiri. Kwa sababu nimepitia changamoto. Najiuliza maisha ninakuja kwani niliitwa na Mungu ama sikusikia sauti ya Mungu ama kunaenda aje? Nimeshindwa kuelewa. Kila kitu kimeisha. Nimekaa kama ni mtu ambaye hajielewi kabisa. Hata ukiniona unanihurumia. Lakini neno la Mungu lilikujia Jivanji. Nikiwa ninakaa tu, nimesema sitahubiri leo. Unasikia unajileta kama mkutano peke yako. Najileta kama mkutano peke yangu. Nijiulize kwamba niliitwa ama sikuita. Ama ni mimi mwenyewe nimejiita ama sikusikia sauti ya Mungu vizuri. Nilikuja aje Nairobi. Sasa sauti ya Mungu ilisema na mimi ndani tu katika kitabu cha Nahumu 1 mstari wake wa 9. Ikaniambia hivi, mnawaza nini juu ya Bwana? Yeye atakomesha kabisa, mateso hayatainuka mara ya pili. Na hiyo siku nilikuwa ni kama nimeona Mungu ameshuka. Kwa sababu gani? Nilianza kuona nikihudumu Jivanji. Watu wanatoka huko nje ya fence, wanakuja na wanaanza kunipea 100, wengine 50 bob. Nasikia mwingine anasema nimekuja tu nisikize kisi ukihudumu. Wengine anatoa 200 na maisha yakabadilika hapo. Nikaanza kubadilika hapo. Huo ndo muda pekee ulisikia kuachana na wito wa Mungu ama kuna? Hapo nilisikia ni kama nimeishiwa. Sababu sasa nikuulize, uko mahali uko katika nchi ambayo hauna ndugu. Ndugu yako ni Mungu peke yako. Naona? Hauna shamba, hauna chochote. Na sasa kukula ni shida. Wewe unaishi maisha ya 30 bob. Utaishi aje maisha? Utalipa nauli ama utatembea na mguu? Nilitembea na mguu mpaka nilivaa kiatu siku nyingine, kiatu ambayo haiko namba yangu. Mimi ninavaa namba 7 lakini nilivaa namba 6. Niliumia ndani ya kiatu na sina habari. Nilikuwa ninakula sasa, chakula yangu ilikuwa ni nini? Ni githeri. Hizo vikombe 3 za githeri, nakula nusu usiku, nakula nusu asubuhi, na kuja kuhubiri. Juu pia budget ni kidogo. Sasa budget ni kidogo. Unapanda gari ama ni aje? Hakuna kitu utafanya. Siku nyingine nilijipata nimekula chakula ugali na maji ya chumvi. Ugali na maji ya chumvi. Yaani unakula chakula, unakula ugali na uko naomba Mungu. Sababu ni mara ya kwanza isitoke. Kwa hizi hali zote umeonaje mkono wa Bwana? Katika hali zote ambazo nimepitia, nimeona kwamba Mungu yuko pamoja na mimi. Kwa sababu gani? Mahali ambapo nilikuwa si mahali ambapo niko sasa. Kwa sababu kwa hiyo wakati hata wewe usingekubali kunipea nafasi tuongee. Naona? Kwa hiyo ni kipindi ambacho hata marafiki, hauna rafiki wa karibu. Unachaji hata simu iko na moto inaisha, message yenyewe utaona labda ni ya Safaricom tu. Hakuna message, hakuna hata kukupigia. Hata kuna muda ambapo unauliza unaenda namna gani. Mahali niko sasa niko afadhali. Kwa sababu ninaona kweli kuna mahali ambapo ninaelekea. Si kama mahali ambapo nilikuwa.
Na naona kwa huu muda wote ulikuwa bado uko na uaminifu kwa Mungu. Labda unaweza tuambia juu kuna wakati unapitia vitu lakini bado unafaa kuwa mwaminifu kwa Mungu na si rahisi. Labda unaweza guzia kumwabudu Mungu, kuwa mwaminifu hata ukipitia changamoto. Ni jambo moja la muhimu, sababu ninajua baadhi ya watu wengi hakuna kitu ambacho kinatutoa kwa Mungu zaidi kama wakati ambapo watu wanapitia changamoto na uelewe unapitia kwa sababu gani. Kitu moja ambacho kwa maisha ya wokovu lazima mtu aelewe ni kama sasa umebeba mzigo. Uelewe unaobeba mzigo, unaobeba kwa sababu gani? Nani amekubebesha nao? Unaelekea nao mahali gani? Sasa maisha ya mwito, maisha ya kuitwa na Mungu, watu wengi wanaachana na Mungu kwa sababu gani? Kwanza wako na nia tofauti. Ni ile roho ya kusema kwamba roho ya uvumilivu zaidi inakosa ndani ya watu. Katika challenges kama unakutana na challenges kwa sababu hizi vitu tutakutana nazo. Hakuna jinsi tunaweza tukahepa. Maisha ya challenges lazima, majaribu lazima ni kwetu. Hii ni fungu letu. Hiyo ni daraja yetu, lazima tutavuka pamoja. Lakini pamoja na yote elewa kujaribiwa kwako ikuwe kawaida, sababu ni neno la Mungu linasema kwamba jaribu lililowapata nyinyi ni kawaida kwa binadamu. Ndio Paulo anasema na Wakorinto wa kwanza 10:13. Jaribu lililowapata nyinyi ni kawaida. Lazima tulione kwamba ni kawaida. Usiache Mungu kwa sababu umepitia challenges. Na utakuwa wewe wa kwanza. Kuna watu wameyapitia zaidi kukuliko wewe. Kwa hiyo ni changamoto, na uko unajua tu kwamba lazima ninaenda kiwango kingine. Hakuna kwenda kiwango kingine kama hujapitia hatua kwanza moja. Sisi tukubaliane na majaribu tunapitia. Tukubaliane na vitu ambavyo tutakutana navyo mbaya. Sababu Yesu hajaomba tutoke katika hii dunia, lakini anatuombea kwamba tupate kushinda. Tunaona Yesu ni mfano wetu. Pia yeye alijaribiwa. Na pia sisi kama Wakristo tunajaribiwa. Kwa mfano tuseme hizi masiku unapata mtu anajaribiwa na anaacha Kristo na anataka kujitetea mwenyewe bila kuacha Mungu amtetee, na Biblia inasema atapigana vita zetu. Je, umeona akipigana vita zako? Ama lile neno linasema ya kwamba neno la Bwana ni kweli na amina. Ametuwekea maagano kwenye neno lake. Je, umeona haya maagano yakifanyika kwenye maisha yako? Ndio, mimi ninaona mengi yamefanyika kwa maisha yangu. Kwa sababu ninaweza kusema kwamba katika hali yote sijawahi kuona Mungu ameniacha. Ni kama vile Daudi anasema kwamba wakati alikuwa kijana na sasa amekuwa mzee, yeye hakuwahi kuona mwenye haki ameachwa. Na kweli kama mawazo yako, mafikra zako, moyo wako unaiwekeza kwa Mungu, sababu ni rahisi sana Mungu akupiganie kwa sababu umekubali kukua upande wake. Inakuwa ngumu sana wewe Mungu akupiganie wakati ambapo hauko upande wake. Sasa kama yeye akiwa upande wetu, nani atakuwa juu yetu? Inamaanisha kwamba sisi tukikuwa ndani yake tu, yeye tukubali hali yote ambayo tunaweza kupitia. Sababu watu wengi hatukubali kweli, hatukubali. Tu wengi hatukubali. Ni watu wa kukatisha tamaa haraka. Na maisha hitaji kukatisha tamaa haraka. Maisha ya wokovu ni kungangana. Wewe unaacha Mungu kwa sababu ulikataliwa, unaacha Mungu kwa sababu ulipigwa, unaacha Mungu kwa sababu mlango umefungwa. Mimi nililala katika store yenyewe huko, naona paka mtu yuko nje. Nalala lakini saa hizi niko na kifunguo ya nyumba. Inafika maisha kama hiyo. Hatutaacha Mungu kwa sababu ya mambo yetu tunakutana. Hii yote tutakutana nayo ni masomo tu. Ni shule tu, lazima utoke darasa ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka ufikie university, mpaka ufikie hatua ya kuqualify. Vijana siku hizi wanataka vitu za haraka. Wanataka leo nimeokoka, kesho nishapata gari, nishapata nyumba. Vitu vya haraka. Je, unaweza waambia aje katika safari yao na Kristo? Katika safari ya kuwa na Kristo, ndio, na sio vijana peke yao, na watu wazima pia wako hivyo. Kuna watu ambao wanataka wakianza na Mungu saizi, sababu amekuja na objective ya kwamba nataka kubarikiwa. Ndio bado tunakuta tuko na shida kanisani kwa sababu gani? Mtu amekuja ameokoka leo. Na shida moja ambayo nimegundua sana katika maisha ambayo tuko ndani ni ya kwamba mara nyingine sisi wahubiri, unaona sisi wahubiri, wakati ambapo tunahubiria watu, tunawaambia namna gani? Ukikuja kwa Yesu,
hiyo shida yako inaisha leo. Naam. Ulikuwa unalia, utaanza kucheka tu. Naam. Na japo hiyo hatumfunzi kwanza kwamba akiingia kwa Yesu sio furaha peke yake, kwamba utaanza kucheka hapo. Kuna wakati wa kuanza kutengenezwa. Kuna wakati utapitisha ndani ya jangwa. Kuna muda ambapo utaishi maisha ambayo kwanza, sababu Yesu anakuita ni kubeba msalaba wako. Kubeba msalaba wako sio starehe. Unaona? Ili Yesu hakuisema vizuri kwa sababu alikuwa amefurahia kuambia wanafunzi wake, mtu akitaka kunifuata mimi na ajikane kisha ajituke msalaba wake anifuate. Haikuwa furaha kwa sababu aliona nia ya wanafunzi walikuwa nayo ni against na mapenzi ya Mungu. Ndio maana aliwaambia namna gani, mtu ambaye atakayenifuata ajikane. Naona maisha ya wokovu, ndugu yangu, lazima ujikane kwanza. Starehe ambazo ulikuwa nazo unawekaga kwanza kando. Maono yako unaweka kwanza kando. Useme kwamba namna gani, acha nibebe msalaba wangu. Kama ni kuumia huko mbele, acha niumie kwa sababu ya Kristo. Kama nitachekelewa, nichekelewe kwa sababu ya Kristo. Sababu kuna jawabu. Kuna jawabu huko mbele. Leo wanaweza kuchekelea leo, lakini kesho hawatakuchekelea. Watu wakubali kupitia process. I'm happy umekubali ya kwamba kuna changamoto kwa watumishi wa Mungu wanaotuleta kwenye Kristo, kwa Kristo. Hawatuambii venye safari itakuwa. So unaingia kwa safari yako na Kristo ukifikiria kila kitu itaenda venye unataka. Je, unaweza waambia aje watumishi wa Mungu? Juu ni changamoto pia kwa vijana. Unapata mtu ameokoka wiki 2-3 akipata shida anaacha, juu hivyo si venye aliambiwa na mwenye alimleta kwenye wokovu. Na mtambia. Ni jambo moja ambalo linatubidi kama sisi kama watumishi wa Mungu. Ni lazima kuwa unaona kama mtu anataka kujenga nyumba. Lazima ambiwe namna gani. Katika kujenga nyumba kuna kusweti. Sababu kuna kuchimba foundation. Na kuchimba sio jambo rahisi. So unaona wanasema namna gani, vitu zingine zinaweza patikana vikiwa juu, lakini kama unataka kuchimba kaburi lazima inaenda chini kwanza. Na si kumaanisha kwamba inaenda juu. Kwa hiyo ukikuja kwa Yesu ni kwenda kwanza chini. Ili akuje kukuinua ni kipindi ambacho kweli utakuwa umepitia. Na watu, wakati ambapo tunataka kuambia watu kwa sababu ya Yesu, tusiwaoneshe tu uzuri. Tuoneshe pia kuna mambo ambayo ili ufikie hiyo uzuri. Ili ufikie hiyo uzuri kuna mambo ambayo utakutana nayo kwa maisha. Kuna mambo ambayo utapitia nayo kwa maisha. Mungu atakufanya upitie mahali ambapo hujawahi pitia. Kama mimi kuna muda ambapo niliwahi kwenda kwa safari, nimeingia kwa meli. Nimefanya kuanzia saa 12 mpaka asubuhi nikiwa ninasimama kwa meli. Hakuna nafasi. Sipati nafasi ya kuketi. Niambie huyu ndio mhubiri. Na anangojewa kwenda kuhudumia watu. Na sina mahali pa kuketi. Mpaka ilibidi watu ambao walikuwa naongea na askofu wao wanawaambia namna gani, huyo mtumishi hatujamuona. Wengine wote wameshuka kwa meli lakini yeye hatujamuona. Ilibidi wakuje kunitafuta, amenipata tayari nimechoka kabisa. Na wakati ambapo nimechoka, usingizi sasa umenilemea. Na hapo nilikuwa ninaambiwa namna gani na Mungu, nikiingia katika hiyo mji nitafanya siku 2 bila kula bila kunywa. Siku ya kwanza nilifaulu, nikaoga maji vizuri. Siku ya pili hata hiyo maji nilishindwa kuoga. Kwa sababu gani? Uchovu na njaa. Ndio maisha iko hivyo. Ndani ya wokovu, ndani ya safari ya wokovu, ndani ya safari ya mwito kuna njaa. Kuna kuchoka, kuna maumivu. Kuna kipindi unaweza kustresika kabisa, kuna kipindi cha vita. Nimekumbuka mimi kuna muda ambapo ninapigwa vita, mpaka unapigwa vita na mchungaji. Unapigwa vita na mchungaji ambaye anakulea. Mchungaji yani anaambiwa na wazee wa kanisa, huyu mtu ndio anapaswa kuwa hapa. Huyu mchungaji anasema hapana, sababu huyu amesoma kuniliko, hapachi kukua hapa. Anaufia tu na bure. Kuna muda ambapo nimehudumu pahali pengine. Message ambayo Mungu amenipea ni hudumie nayo watoto wa Mungu. Ilileta shida. Nimeanza wiki mzima kufika sasa Sunday. Masaa yenyewe nilikuwa nimepewa siku imalizia. Kwa sababu gani? Niligusa vile vitu ambavyo singipasha kugusa. Mchungaji ananiambia acha. Kanisa nao wanaona, nimemwambia mchungaji anasema nimalizie service hapo. Wanasema namna gani? Hapana, masaa haijaisha ya kuhudumu. Bado endelea. Sasa kanisa likakuwa ni kama kunaleta fujo. Kasema acha nimalizie hapo. Pamoja na yote tuambie watu, safari ya wokovu kuna miba, kuna michongoma. Kuna vile unaweza kataliwa na watu wenu.
na uko na Mungu. Sababu si kukataliwa na watu ni kwamba umekataliwa na Mungu. Unaweza kataliwa, unaweza chukiliwa na watu. Kuna muda unaweza kweli unalala njaa au aibu, kila kitu kinaisha, kazi inaisha, biashara vinaisha. Yote ni changamoto katika safari ya wokovu. Sasa inabidi tukoe tunaambia watu ili Mungu akuje kukutendea, kubali kubeba msalaba wako kama vile Isaac alibeba kuni ambazo zitaenda kumchoma yeye. Hakukuwa anajua kama yeye ndio zabihu. Hakujua kama baba yake amepanga plani yeye ndio atakuwa zabihu. Alibeba kufika mahali akajenga madhabahu na hakujua kama ni yeye ndio ataweka juu ya hizo kuni. Pamoja na yote kuna changamoto, na tuvumilie changamoto, tufunze watu changamoto ziko. Unaweza fungiwa mlango na uko na Mungu na ulisoma na huna kitu. Na ulisoma kabisa na uko na madigrii lakini hauna kazi. Na hata uko na kazi saa zingine hata hiyo pesa haiwezi kusatisfy mahitaji zako. Iko hivyo. Nafikiri swali la mwisho, unaweza tuambia jinsi huduma imekubadilisha kwa maisha yako binafsi? Kuna maisha uliokuwa unaishi kitambo umkubali Bwana na huduma yake. Hii huduma imekubadilishia aje maisha yako binafsi? Mimi kibinafsi kweli nasema kwamba huduma kuna mambo mengi, kwa sababu ninakutana na watu wengi. Na kukutana na watu wengi inafanya unajua kwa maisha ya mtu kama hujakutana na watu kuna vitu zingine hutajifunza. Sasa mimi katika maisha ya huduma nimekuwa na experience ya mambo mengi, sababu nimekutana na watu aina tofauti. Nimekutana na huduma zenye ziko tofauti. Hii huduma unaangalia gisi iko, unaangalia hii haipashi kwenda hivi, lakini sasa si wewe ndio ofasi hapo. Unaangalia tu unasema Mungu amsaidie. Maana kuna watu wengine hata ukimwambia hii ni makosa, hii haipashi kufanya kazi ya Mungu hivyo. Asikii. But mimi ninashukuru kwa upande wangu ya kwamba Mungu amenijalia ya kwamba kwa umbali ambao nimefika sasa, kwa miaka ambayo niko nayo katika huduma, sijawahi kuona Mungu amekuwa mbali na mimi kabisa. Sijawahi kuona. Na amenisaidia, amenipigania, amenikomaza kwa miaka ambayo niko ndani sasa. Ninashukuru sana. Asante sana kwa mawaidha ambayo umetupea. Umetusaidia sana na maisha yako yameweza kupea mtu nguvu na anaweza kuendelea hata kwenye wokovu wake. Unaweza labda tuambia jambo la mwisho, mawaidha kwa mtumishi mdogo kama wewe, mtu ambaye anaanza kutembea na Kristo, na tukimalizia? Asante sana. Kwa mtu ambaye ameingia katika kazi ya Mungu, ama kwa mtu ambaye ameitwa katika kazi ya Mungu, ama kwa mtu ambaye anapenda kumtumikia Mungu, ama kwa mtu ambaye haja yake anataka kuishi pamoja na Mungu, ni kuwa mvumilivu sana. Tahitaji tunda la uvumilivu, sababu ndio tunda ambalo linakosa sana ndani ya watu wa Mungu saa hizi. Uvumilivu na kujua Mungu ana wakati wake. Na vile unaweza kuyapitia, lakini jua wakati wa Mungu huko. Mungu si mdhalimu. Wakati ambapo na mimi nilipitia challenges kabisa, nilipitia changamoto, ilifikia muda ambapo kweli unatembea ma stress. Yaani unakaa ni kama umeisha kuisha, lakini pamoja na yote sasa ningeweka waniwekee so moja na mimi hapa, ungechagua so moja unaniacha hapa. Naona, lakini saa hizi huwezi chagua so moja na mimi uniache hapo. Iko na wakati. Lazima tujue kwamba kuna wakati, na wakati wa kila jambo inakuaga. Na Mungu anaonekanaga tu. Na hata pamoja na yote, acha nikushangaze kwanza siku moja. Ile wakati nililala nje, wakati ambapo nilala nje kwa pori ya Buruburu hapo, nilikuwa na challenge kusema namna gani nitaenda kulala hapo aje, na wakati ambapo watu wanacheza mpira hapo. Masaa ilipofika tu niliona mulika mwizi inazima peke yake. Na nikaenda hapo nikapiga magoti nikashukuru Mungu. Niliposhukuru Mungu, hiyo taa ikawaka tena. Nikasema kumbe Mungu anaweza kuwa na mtu hata katika jangwa namna gani. Kumbe Mungu anaweza kuwa na mtu hata katika unaona obstacle kwamba ni kwamba hii haitawezekana tena. Mungu anaweza kuonekana kwa hiyo wakati. Kwa hiyo sasa tuweze kujua kama Mungu alitulinda tukua ndani ya tumbo ya wazazi na tuko nje sasa. Kwa hiyo ujue kwamba maisha yako lazima uwekeze kwa Mungu peke yake. Tuishi tukitegemea Mungu, tuishi tukiamini Mungu, kwa sababu yeye ni mwaminifu. Mungu anabaki mwaminifu. Mimi kama kuniacha kwa hiyo wakati, na kama sikumwacha kwa hiyo wakati, na ninajua siwezi kumwacha, na niko na imani kwamba mwenyewe hawezi akaniacha.
Asante. So back to your viewers. You've heard the story from our man of God, and I hope it will change your perspective of how you view Christianity and your work with God. We've heard that patience is the key in your journey of salvation, and that we serve a God who moves even in the darkness. I was your host, Fiona Henry, and this is the Quiet Steps podcast. Thank you.